Kuna hii dhana ya wazazi kuwachagulia watoto wa chumba. Na ni dhana ambayo imekuwa ikienda kwa kasi sana. Yaani wazazi wanahusika sana katika kuwachagulia watoto wa chumba zao au wake au waume au kuingia nao kwenye ndoa. Sawa. Hii unaiona iko sahihi au kwa upande wako imekaaje? Kumchagulia kijana wako au binti yako mwanaume wa kumuoa au mwanamke wa kuoa, sioni kama imekaa sawa sana, kwa sababu ya kwanza kulingana na dunia tulionayo. Sawa. Lakini pia kwamba unajua ndoa ni ya watu wawili. Exactly. Maana yake unapomchagulia umelenga, yani yule mwanamke sio wa kijana wako, ni wa kwako wewe, yani umeenda wewe na vitu vyako. Tafsiri yake ni kwamba ninapoingia kwenye hiyo ndoa naingia kwa matakwa ya mzazi. Lakini yeye moyoni mwake hajampenda, hajamridhia. Inawezekana hana vitu ambavyo yeye anavitaka. Sawa. Lakini kwa sababu tu ni command ya mzazi, inabidi akubaliane. Na unajua kuna ile kwamba tunaheshimu kauli za wazazi. Lakini kiuhalisia moyoni mwake hakuna kitu kama hicho. Sasa hii haileti shida kwa hawa wawili ambao wanaenda kuingia kwenye ndoa? Ndio ile sasa unakutana wanafunga ndoa vizuri, maisha yanaendelea vizuri, unakuta mwanamke au mwanaume kati yao sasa anakutana na yule wa ndoto zake. Ndio hapo cheating zinapoanza. Changamoto zinaanzia hapo, kwamba anakuwa na kingine nje, halafu huku. Unafikiri sasa wazazi wafanye nini? Unaelekea kwa mzazi pia. Wazazi sasa wafanye nini badala ya kumchagulia mtoto mchumba? Ni kitu gani akifanye ili angalau mtoto apate ule uelewa kwamba anahitaji kutafuta mume au mke wa namna gani? Kwanza wewe mzazi jitengenezee mazingira ambayo mtoto wako akikuangalia wewe uwe role model wake wa kwanza. Sawa? Ili atakapoenda kutafuta mke au mume akaseme ninataka mume kama baba yangu. Okay. Sijui unaelewa, au ninataka mke kama mama yangu. Kwamba kwenye ile misingi, yani usimpangie amuoe nani amuache nani, lakini mtengenezee mwanao vitu ambavyo yani asije akapata shida wakati anaenda kutafuta mwenza wake. Ajifunze kutoka kwa wazazi. Wazazi wawe walimu wazuri kwake, ili kumpa yeye mwanga au uwanja mpana wa kutafuta ni nani bora wa maisha yake, ni nani atamfaa wakati wa raha, lakini wakati wa shida. Sawa. Kama mama tu wewe unataka akamuoe fulani kwa sababu umemwona fulani ana roho nzuri, kwa sababu fulani ana huruma, lakini we mama huna huruma, maana yake wewe umetemea ni tabia ya mtu mwingine kuliko ya kwako. Ndio maana unampangia nataka umuoe fulani, kwa sababu tena mnatumia kigezo sisi ni family friend. Yani ndoa na family friend havihusiani. Kwa hiyo ni vizuri mzazi ampe nafasi kijana wake au binti yake kuchagua anayemtaka, kwa sababu kwenye ndoa wanaenda kuishi wao. Na ndoa za Kikristo sasa hivi kuna namna ongezeko la uvunjifu wa ndoa za Kikristo umeongezeka. Je, hii inaweza pia ikawa ni sababu? Kama wamechaguliwa ni sababu, lakini kama hawajachaguliwa basi sababu haiwezi kuwa hiyo. Kunaweza kuwa kuna sababu nyingine tofauti. Sababu nyingine inawezekana tumeitumia dini kuficha uhalisia wetu. Sawa? Au tumetumia kile kigezo kwamba ndoa zetu huwa hazivunjiki wa Kristo. Kwa hiyo mtu anatumia kile kigezo kwamba ameshanioa atanifanya nini, lakini asijue kwamba mtu akiamua kufanya lake anafanya, haijalishi hazivunjikagi. Okay. Wazazi wetu tunawaheshimu sana na tunasikiliza sana maoni yenu. Lakini ifika wakati wa kutafuta mke au mume, at least kidogo tuweke mipaka na tuwape watoto uhuru wa kuchagua yule ambaye wanamhitaji, kwa sababu wanaoenda kuishi ni hawa wawili. Siku umeondoka duniani, umewaacha hawa duniani wanateseka, lawama zote zitarudi kwa nani? Kwa mzazi. Kwamba huyu mwanamke nateseka, lakini ni chanzo chake ni nani? Ni mama alinichaguliaga huyu. Lakini kama mke wako umemchagua mwenyewe, hata kama ana makando kando, kwa sababu ulimchagua mwenyewe, utahold. Kuna namna utakuna unayahold mabaya yake, huyatoi nje, kwa sababu ulimchagua mwenyewe. Lakini mwanamke uliyechaguliwa au mwanaume uliyechagulia, unaweza ukamtoa nje, ukamsema vibaya huko, kwa sababu unajua kabisa sio mwanaume wa ndoto zako,
na ndo ile inaleta sasa ndoa za mitala zinainuka. Okay. Zinakuwepo, anakuwa na mwingine nje, maendeleo hakuna, vitu vya hovyo. Yani unamtengenezea mwanao uasherati au uzinzi usiokuwa na sababu. Of course. Lakini chanzo cha haya yote unakuta anasema ni mzazi. Kwa hiyo wazazi tuwape vijana wetu wigo mpana wa kufanya kile wanataka, ili siku moja mzazi usilaumiwe. Kama kuna makabila ambayo bado yanaendelea kufanya hicho kitu, basi tuyaombe tu kwamba yawape nafasi. Tunajua ni mila na desturi, inawezekana, lakini kwa kijinsi ambavyo sasa hivi tunaelekea na utandawazi, hebu tuwape nafasi watoto waweze kuchagua. Maisha ni